Dago mwanangu. Una nini? Si uniambie una tatizo gani? Mama, si yote wewe hapo. Jamani mwanangu, umekuja hata salamu huna. Kwa hiyo nikusalimie wewe basi. Haya, shikamoo mwanangu. Una nini baba? Hebu niambie una tatizo gani? Hebu niambie una nini? Si yote wewe bwana. Sasa yote ni mimi vipi tena? Mbona sikuelewi? Mimi nilikwambia sitaki chuo cha ufundi, lakini ukangangana yote ndo hayo. Mwanangu nawe jamani. Sasa si ndio maana pale pana mjombako. Huko kwingine mimi sina uwezo wa kukupeleka. Pana mjombako pale, yua kushika mkono, ndio maana akakupeleka hapo mwanangu. Haya, aone hao yaliokuwa. Ona tu. Aishiku hivyo ni hivi. Sasa hapa ndio ushaongeza pesa mwanangu. Hapo kuongeza mshahara wapi mama, nafutwa kazi. Kufutwa kazi? Uone sahi ya bosi hapa. Wewe umefutwa kazi. Kwani umefanya nini mpaka ukafutwa kazi? Kunguja customer pale kazini. Bosi akaniambia, "Kijana, shughulikia gari." Mimi ngachukua vifaa vangu pale. Bahati mbaya nikagusaoni customer huyo akazimia. Bosi akaniambia, "Kijana, karatasi hakuna kazi tena." Hilo tu. Hilo. Sasa wewe tu usiwe na wasiwasi hapo, sikuja nyumbani. Sababu huko kwenu mwanangu. Wewe wasiwasi wako uko wapi baba? Yaani wewe tu usijali. Sasa wewe tafuta mahali utulie mwanangu, hata usiwe na wasiwasi. Mimi nakwambia juzi ninapata chama changu 30,000. Tutakula mwanangu, tutakunywa. Yaani wewe relax tu mwanangu, hata usiwe na wasiwasi. Lakini mama, sijazoea bila pesa mimi. Nielewa tena mabala yangu ukiwa na pesa. Mwanangu nawe usijali, haya maisha haya mwanangu. Sasa wewe fanya hivi. Vile umeingia najua umechoka na hizo stress mwanangu. Shika. Nenda mwanangu, sawa? Nenda kaoge upumzike. Umesikia baba? Kapumzike mwanangu. Mama, kuna dambwa? Usijali mwanangu tena jamani, mambo ya usijali, tutapika, tutakula sasa hivi, usio na wasiwasi mwanangu. Wewe nenda ndani, sawa Haya. Yaani mimi mtoto wangu juzi tu yapata kazi. Mimi nala vizuri na wachawi washaanza kumroga. Mimi nakwambia binadamu si wazuri hawa, lakini nao watanjua mimi ni nani. Mama yake Dago. Kama nyinyi mwajua wa huku, mimi najua wa huku. Tutapambana mwaka huu. Nyam nijui vizuri. Ngoja malize kuosha vyombo vyangu. Yaani binadamu nyinyi mna roho mbaya kweli kweli. Hamtaki kuona vizuri vya wenzeni. Saa 7 ya usiku ndo unaniita nije kwako, ila siku nzima sijaona simu yako. Eti nije tuongee, unafaa masiara, unaniona mikenge, unaniona mimi fara. Siendi wanangu, siendi, katuma ya kutolea lakini siendi, nauli yake nakula lakini siendi. Kwani mama kosa gani hapo? Hivi uone aibu mimi mama wako natoka naenda nahangaika, natafuta pesa ya kukulisha wewe mtoto wa kiume. Kwa nini wewe usiende kutafuta kazi mwanangu ukafanya? Kuna shida gani sasa mama kikaa hapa nyumbani mimi? Wewe unakaa hapa nyumbani umerelax mtoto wa kiume, wewe unasikiza muziki. Tena kwa raha zako, muziki wenyewe unasikiza wazuchu. Sijui si nyimbo tu lakini nyimbo sawa, sikatai mwanangu, lakini nyimbo tena waimba sijui saa 7 za usiku. Sijui fea umekula. Mwanangu, hapo
ushaanza kupigiliwa baba. Mama sasa maneno gani hayo? Usiseme mama maneno gani hayo. Maana hizi nazo sizo nyimbo. Wewe unajua hii si nyimbo ya kiume hii. Maana mimi si kwa staili hii ulionayo. Nataka uniambie. Sikiza nikwambie. Tena unisikize kwa makini. Nataka utoke ukatafute kazi. Kazi ufanye. Utaenda kukoroga, utaenda wapi? Bora ukatafute kazi ufanye mwanangu. Wewe ni mtoto wa kiume. Mimi siendi. Yaani mtu ana akili gani lakini? Yaani umepata jeuri wapi za kuniambia mimi siendi. Yaani wewe mtoto vipi wewe? Yaani watoto kumbe hawana adabu Yaani watu siku hizi wana tatizo gani? Baada wajitume wajishughulishe, wasaidie wazazi wao. Wao wamekaa tu kasi kusikiza muziki. Hao watoto wa kizazi hiki cha 2000 wana tatizo gani lakini? Utapata mtoto wa kiume yani yupo tu amekaa kusikiza muziki. Sijui kuna nyimbo zingine zile zaimbwa, "Baby naomba unifanye." Sijui hizi nyimbo za siku hizi jamani, mbona jamani watu wanaharibika hivi? Mtoto wangu na akatafute kazi afanye. Ataenda kufanya sijui ya kukoroga. Sijui ataenda kufanya nini. Na akatafute aje na pesa. Mimi nishachoka kabisa. Mimi siwezi. Yeye yupo tu hapa ndani ya nyumba tu. Mimi leo siwezi. Blood wafeli blood yangu yani blood ndio wafeli blood. Bado unachanganya kinyama yani nataka ufunguke blood unielezee nini mbaya blood. Na kitu uelewi lakini ukiambua maisha dunia uzunguka ndio hayo. Kulikuwa na kipindi nilikuwa na kazi. Kila mtu alinipenda. Tayari blood yangu mimi nitakupa. Yaani utapata kila kitu blood yangu. Yaani hapa kila kitu ni full so kama kwa yaani uko fresh full. Sasa hivi tunaingia machimbo na tunaanza kazi blood yangu. Je, uko tayari tuchimbe sasa hivi blood? Sasa wasema kazi inaanza sasa. Blood fanya hivi. Chukua kila kitu vaa ili niwe yako, chukua goma twende zetu blood. Ndugu yangu utakuwa nisaidia sana. Kama niko hapa, mimi nakushukuru. Hizo sio salamu. Shwari. Twende zetu mwana.
niambie shosti. Mwenzako ninakuja hapa, hebu niambie hapa nyanya zako bei gani? Nyanya 10. Wewe nawe 110 hivyo. Nawe nini? Wanaona wapendalialia tomato 110. Na hapa kwenye vitunguu daladala. Hizo zingine pia daladala. Hivi ndo daladala sasa. Hivyo daladala. Haya sawa basi, acha nichague. Nataka nende nikapike kule, maana wewe si wajua masaa nayo ndo wao yashakwenda mwanangu sasa. Nani tena huyo? Na kai nitaongea naye baadaye mimi. Wewe, shosti. Haya una nini nawe? Wewe, si kwa mtambo huu. Ngoja sija kuona. Au mambo madogo tu nawe. Wewe, mbona simu nzuri hivi? Mambo madogo tu mwenzangu hayo. Mimi mwanangu alinunulia akaniletea, akaniambia mama nakununulia surprise na mamangu. Surprise. Nakwambia siku hizi mwanangu yufanya vibarua, nashukuru uenda huko akikoroga kazi za mjengo. Mwanangu siku hizi yufanya vibarua. Nakwambia walimroga, wakasema wakamfukuzisha kazi, wakaona hata nisaidia mwanangu. Sasa hizi nashukuru. Wewe walimroga. Kina nani hao? Kina nani najuaje kama wewe pia ungekuwa mmoja wao huko ndani ungeniambia Swaiba. Yaani vimeo nitanaroga. Uniutani tu nawe. Sasa wajua mwanao afanya kazi gani? Si wafanya kazi za mjengo uenda kikoroga huko na wenzake. Wewe, mwanao ni mwizi. Eti nini wewe? Mwanao mwizi. Mwanangu ni mwizi. Mwizi? Kwani bibi simu kwa ameitoa wapi? Amenunua. Hiyo simu hajainunua. Na hiyo simu ni kama nilimuona mahali. Sikumbuki vile vizuri ni wapi, lakini walete simu hapa. kwani kuna nini jamani? Alafu songe sana vitu. Ni nini? Poa, nenda chini. Mimi lakini kuna mwachukua basi. Tulia hivyo. Nenda chini. Poa, nenda chini simu. Kwa jamaa. Wadogo. Dogo. Wewe mtulie hapo, wanaoma kuita usilembe. Mwangu mkono una vyombo vangu. Vyombo vyako? Makamanda tuongeagi sana. Nipe vitu vyangu ama nkuzengue sasa hivi. Asubuhi mwangu mimi kuongelesha alafu nilete dharau, sio? Sikuelewi. Unielewi? Unataka niongee lugha gani? Yaani makomanda akiongea mwangu kuongelesha lugha nyingine, sio? Ama unataka nitumie nguvu, sio? Ulikuwa unataka sio? Twende kuchura hapo. Twende. Chura haraka. Mama. Wa Rosi.
Bwana nini? Si mile shamba nilililima, wewe sema tutakunilipa hela yangu. Wewe ulisema mwenyewe kuwa nikimalizia kazi utanimaliza pesa zangu. Sasa sikiliza bwana, nikwambie wewe cha kufanya hapa ni unitumie pesa zangu. Biashara tuimalize. Nimekulimia shamba lako vizuri. Namba ino tuma kwa hii namba hii. Tu. Hebu ngoja. Bro. Unajua niko zangu pale na kuangalia kutoka kule waje na wasiwasi. Yaani kama mbona umepotea. Tatizo nini? Kutoka hapo tu nimekutana na jamaa wamenikaba. Yaani pia wamekukaba? Kijiji kweli kimeharibika hiki. Wamenikaba mimi. Kimeharibika kijiji kabisa. Wakakuibia. Huyu ni Dago, makina Dago. Kuna jamaa unafahamu? Nakwambia ni kijiji hakina amani mpaka sisi wenyewe. Tunashindwa kutembea kwa amani. Kwani wewe ni mwenyeji au wewe ni mgeni katika kijiji? Mimi ni mgeni. Ndio maana wamekukaba. Sasa ndugu yangu pole yake. Wamekuwa wanasumbua kijiji, nakwambia kijiji kimeharibika kabisa. Maana trofia tutakabwa, tutafanywa nini? Ama kweli kijiji hakifai sasa hivi. Sasa cha kukushauri ndugu yangu, siku nyingine usitembee peke yako. Hakikisha unatembea na mwenzako. Na kama basi lazima utembee hapa, na mwe mmejipanga vya kutosha. Maana vijana wanatisha, hawachagui panga, hawachagui rungu. Pole sana ndugu yangu. Sawa, wewe nenda salama lakini kuwa makini sana njiani. Kweli watoto wamezidi. Ama kweli kijiji kimeharibika kabisa. Yaani mpaka sisi wenyewe hatuwezi tembea kwa amani. Sisi wana kijiji hatu walifumbia macho ili tutakisha tunamaliza ili tatizo. Tunamaliza. Yaani kijiji ilikuwa tuishi kwa amani, si hakuna amani kabisa. Lazima lishe ili tatizo, lazima. Na sisi kama wana kijiji yafaa tusikubali hii hali. Kweli. Wao unaonekana kamba watu yani sijui kueleze vipi yani. Shona nini tuonekana kamba vile walimalipokeni fulani hivi. Kambe mazombe mimi sielewa ni zinya bloody. Yaani watu tawajali afya zao lakini watu wana kamba sisi sio kitu. Wao kijizeki pesa kitama kutoka mbio. Sasa ukimwona kumwambia wewe analimind Goma vipi lete. Afu wamwambia toka basi. Kira yatoka hapo. Shona. Sasa mwanangu kitoka pale kisweti mwili wake akitifit ama nasema uongo blood yangu. Nakwambia juzi kati pale juu mwangu nakutana boya fulani hivi. Akaambiwa njoo hapa. Ile dogo ankuja tu hivi nikaambiwa mwangu nyara sitaki kitu chochote twende kichura. Dogo ta. Mtoto wa kiume bana baada ya siku 2 akamind vipi blood yangu kaambia shwari. Mwanangu sema hichi kijiji nini? Mimi naona shamba kweli yani. Blood mimi ninachokuambia ni hivi. Komaa na uuni utachifreshi. Wani watoto wakali nakwambia ngoma ni zile za chukua dondosa mwanangu sijui nini watandika. Alafu mimi na imani ile kofia nenda kachukue blood. Mwanangu uone ile kofia ndosha mimi yani. Blood wangu sasa blood wewe ndio hapo sasa walemba blood sasa nitakula nini blood yangu nitakula nini blood. Mwanangu uone kile kichwa chako na cha. Mimi nakwambiaje blood nenda blood mbona nizengua blood nini blood? Mimi nakushangaa wewe kavu kweli yani. Kavu vipi blood? Waona sasa mwenyewe ashaanza kupiga simu. Blood wewe ndio mwanangu wewe kama ni vipi tuchimbe. Sisi tukanata mwanangu twende zetu kule twende ili Goma nenda lisukuma shwari. Tinta.
salama. Nimempata mzee. Ndio nchelewa sasa hivi kashaondoka. Ameondoka sasa hivi muda sio mrefu. Kuna jambo muhimu sana na yeye. Jambo gani hilo mwanangu? Sasa mama mtaa, ina maana ujicho kinaendelea katika kijiji chetu. Mwenzangu mimi nikishinda hapa haya ni hapa. Nikilala ni hapa, nikiamka ni hapa. Kuna habari gani? Uliza baba. Huoni venye watu hawaishi kwa amani. Vijana wanapora watu, wanakata watu mapanga. Hatutembea kama vile tukitembea kitambo. Nishajua. Bila shaka huyo ni dawa. Tangu walivyokuja hapa kwenye hichi kijiji ndio kijiji chetu kimeharibika. Kutoka kitambo kijiji chetu kilikuwa vizuri, kilikuwa na amani na malezi mabovu mamake anayompa. Ndio maana huyo kijana amefanya mpaka kijiji chetu kimeharibika. Mbona toka mwanzo kijiji chetu kilikuwa vizuri? Tulikuwa tunaishi kwa amani. Sasa nyinyi kama viongozi, sawa mzee wa mtaa yuko, lakini huyo mke wake pia ni kiongozi. Mwalifanyaje hili jambo? Maana sisi tumechoka. Ni sawa baba, nakupata vizuri na nakuelewa vizuri mwanangu unachongea. Lakini siwezi chukua sheria mikononi bila mume wangu na hayuko mpaka mwezi mzima ndio arudi. Yaani hapa bado unaongelea mwezi. Sisi tusikuvumilia mpaka mwezi, Wakati watu wanaumia, wanakatwa mapanga, mali zinachukuliwa, tunavumiliaje mpaka mwezi? Na unajua kabisa ngoja umiza matumbo. Sasa wafikiri mimi mwanangu nafanyaje? Sasa kama nyinyi mmeshindwa jambo la kufanya, usawa vijana, tuachie sisi wana kijiji tudili nao. Tunajua tutafanya nini. Kwa hivyo hii ni taarifa tunakupa. Mwenzako akija mwambie. Poa wanambie. Poa anakuona. Tumeadimika dada. Upo kweli? Niko na shughuli za hapa na pale ndio maana unioni. Nakuona mpaka unazidi kuwa mrembo shoga yangu. Yule rafiki yako alikuwa kimemkuta nini mpaka alikuwa mkuja hapa? Alikuwa analipi geni? Yule sidhani kama alikuwa na geni. Alikuwa mkuja kununua. Mimi tu ndo nilikuwa na mambo nikana mwambie. Shoga yangu, mambo gani? Kuhusu yule mtoto wake. Hivi wewe shoga yangu nikuulize, hata hivyo pia umo. Sijui tuachanganye wote na kijiji. Hivi ogopa kumwambia kweli yule rafiki yako? Wewe unamwambia sio tusimwambie, lakini wewe wamuongopea. Wala simuongopea, lakini rafiki yangu jamani mkimtoa mtoeni pole pole munibakishie manake ndo rafiki yangu tu hapa mtaani. Wana kijiji si tunchoka na kuambia safari tumeshajipanga kijiji kizima. Twaja mchamba yule na mwanawe in case akubali na matokeo. Kama atakubaliana na sisi wana kijiji hatuna lakini mimi kila siku namwambia na pia mkimtoa rafiki yangu jamani pole poleni munibakishie na mimi manake ndo swaiba yangu tu hapa mtaani. Kwani sisi twakumalizia? Hatukumalizii ila tu twakurekebishia wewe shoga yangu maana rafiki yako. Sasa sisi kile kitu ambacho tutafanya tutamuita tumuelezee kuhusu mwanae. Akiwa atakuwa akita hataki basi jiji nzima atajua kwa hii Mwangala ina wenyewe. Wale sifanya kuja tu. Wageni sijui alitoka wapi mambo yale. Alafu mbona akopeleka beji? Kwa hiyo na maana alipaka beji nendeza. Halo. Upewe taji nafasi jamani. Haya shoga yangu basi ndio hivyo asikushinde mtu. Na kwenda sikuzingua mtu mimi nipo huko mimi. Sawa wewe kama unaona watakuleta kufanya hii show si ndio sawa? Haya ushinde basi msimuue pole. Haya usitie wala shaka.
asubuhi? Naona mwenyewe anafanya safi, sio? So mimi naamini kuwa mzazi ndio mwalimu wa kwanza kwa mtoto wake. Lakini mbona ni kinyume na wewe? Sasa uelewi nini hapa? Tabia za wizi anazo yeye, yakaba watu. Ani tabia zote chafu yuko nazo yeye. Alafu wewe unamwangalia tu, hata nakushangaa hivyo ni mzazi kweli? Sawa. Mzazi ndo mwalimu wa mtoto wa kwanza. Mbona na wewe sio mwalimu wake? Ani pia kumbe jeuri unayo. Mbona sio kama wenzake hapa kijijini? Wanalima, wanakula jasho lake. Lakini yeye ni mwizi, anakatakata watu mapanga na mamake wewe unaangalia tu kwa macho yako wewe. Unaangalia tu. Na maana unafurahia. Uliona kibaya? Angalia huyo. Sikiza nikwambie. Kama mimi waona nimeshindwa, basi na wewe mfundishe. Oh, ni jeuri, sio? Ni jeuri, si ndio? Jeuri za nini? Wewe umekuja nayo na mimi nakueleza. Yaani nyinyi hamna. Nilidhani pengine umekuja hapa utaniambia wewe nimekuletea sijui maneno mazuri, kuna mkutano sijui nini. Kumbe waje hapa sijui mtoto wako dago nini. Kazaeni wenu. Huyu wangu niachieni mwenyewe. Sitaki na mtoto wangu. Wewe si ndio bingwa wa jeuri, si ndio? Wewe ujifanya sikio la kufa alisikii dawa. Kwa hivyo utaona kati ya wewe na sisi. Hizi kelele unazopiga hapa utakuja ukiwa unalia. Acha nikwambie. Kwani nyinyi ndio Mungu? Nyinyi ndio Mungu nauliza, ambaye mwampangia mtoto wangu maisha, nyinyi ndio Mungu. Wewe jifanye tu sikio la kufa, una kejeli zote, lakini usitulaumu. Maana tumechoka na kijiji. Nenda huko, hamna lolote. Ni sawa naenda, lakini utakuja kutulilia. Hamna lolote, nyinyi ondokeni, kazi kelele tu. Kazi kukaa tu. Ukikaa mtoto mwenzenu midomoni, sijui nini, hebu nendeni huko. Hamna taa hii. Tu mtoto wa mtu mdomoni, dago. Katafuteni wenu. Wanibia simu yangu. Wewe tena. Umetumwa? Hivi nakuuliza umetumwa wewe kijana wewe? Wewe mwanao mwizi huyo, mimi nataka simu yangu. Kama umetumwa niambie, wewe mtoto wewe. Usinijie kichwani, usinipande kichwani. Nyinyi kumbe hamnijui vizuri nyinyi. Yaani nyinyi mkikaa makwenu nyumbani, mkikaa mkiibiwa na watu wengine, mwafikiria tu mwanangu dago. Mkikaa mwafikiria mwanangu dago. Hivi nyinyi kwa nini mwanatafuta nini nyinyi watu lakini? Mwanatafuta nini nawauliza nyinyi? Ngoja ataniona mimi. Atakuwa na si amekuwa na sulikuwa naye huko barabarani, wasema amekuibia na mbona hukukaa naye huko kuja niambia mimi? Sio ndo mzazi wake. Hebu ngoja. Tuheshimianeni. Kama ni mjukuu nitalea mimi. Jamani, mbona hivi mna tatizo gani nyie watu? Mna tatizo gani nyie binadamu? Mna nini na mwanangu? Kijicho tu, wivu tu. Ujambo mamake dago. Salama, huu mguu ulikuwa ni wa kwako mwenzangu. Kuhusu huyu mwanao dago. Maana nimeletewa malalamishi pale nyumbani. Sio mmoja, sio wawili, sio watatu. Wanasema mwanao siku hizi tabia zake zimbadilika. Amekuwa mkabaji, ameshikana na vijana wengine wameharibu kijiji, na hili jambo tusipolifuatilia vizuri litakuja leta makubwa baadaye. Sijasema hivyo, ni malalamishi ya wanakijiji, na mimi kama mwenyekiti lazima nifanye nini? Nikuletea malalamishi nije nikuelezee, tuangalie jinsi gani tutasaidia hao watoto, maana watoto wote ni wa kwetu. Hebu nisikilize wewe Tasa. Wewe kwanza hujui uchungu wa mtoto. Hujawahi kuzaa mahali ulipo. Kumbe ndio maana ulimuua yule bibi yule mzee wa wenyewe ili uolewe wewe. Hivi mwanangu kumbe kuna akili kazi kuingilia boma za wenzako tu. Kujadili watoto wa wenzako tu.
wewe na hao wana kijiji wenzenu, si ndio? Sijamaanisha hivyo, lakini kumbuka lisemwalo na wawili watatu, waga hilo jambo ni la ukweli. Kwa hiyo ina maana nyinyi ndio mliungana mkamroga mwanangu ili afukuzishwe kazi, si ndio? Alafu ulipotoka hapo mmeona haitoshi, mtoto wangu mwenyewe ajitafutia riziki zake. Saizi mwamuita mwanangu ni mkabaji, sijui washika mapanga, sijui wafanya nini, si ndio? Sina maana hiyo mama Kedago. Mimi nimekuja kwa wema tu, maana wale ni watoto. Na wale ni watoto wetu. Watoto. Anza kuzaa kwanza. Alafu ndio uje uingilie boma za wenzako kisa. Kwanza mtoto wangu alikuwa na kazi yake vizuri tu, lakini mkamfukuzisha kazi kwa sababu ya huo uchawi wenu. Achana na familia yangu, fuata familia yako. Tena uachane nayo kabisa. Alafu huo utasawa. Isiwe sababu ya kufanyisha watoto wa wenzako kila uendapo uende ukiwasema. Tena utuheshimiane, achana na boma yangu. Nadhani umenielewa vizuri. Hii shingo yangu hii. Ndio maana nawaambia wao mama wengine wanaharibu watoto wao wenyewe jamani, alafu mwasingizie kijiji chetu kibaya, kijiji chetu kibaya kimeharibika. Hakuna na mama, kuna vijana wanakabakaba watu. Mimi mwanzo juzi nilishikwa na vijana hao wawili. Wenyewe. Anda bonge la panga kama hivi. Hao ndo walinishika mimi. Hao. Kumbe nilikupata. Sasa mbona? Alafu mbona sijawaona? Ni sijui nini. Viatu vilienda, handbag, mtoto wangu. Alafu mbona sijawaona? Vijana mbona sijawaona? Hao vijana wao watokea mtao ukiga. Bado tunatafuta suluhisho ili uende wapi? Na bado tunataka kwenda yule kijana yule mama. Wajua yule ndio maana nikawaambia vijana wengine wanaribwa na mama zao huku kijijini kwetu, wasema kijiji ni kibaya, kijiji ni kibaya. Kumbe mambo zenu. Amina mambo. Mambo yangu yawezi. Mwanao yuko wapi? Sina kuuliza wewe mwanamke, mwanao yuko wapi wewe? Heshimiana, umekuja kwangu nyumbani alafu waja na fujo ukiniuliza mwanao. Anaenda kujihangaiko yake. Yangu dada nipo kwenye simu yangu pale. Dada nimwagie sijui nini. Wajua yuhangaikia nini mwanayo? Wakijua lakini. Si mwenyewe ndo kwenye biashara zake. Mwanao muizi anatoka kunibia simu yangu sasa hivi. Na isitosha amenimwagia sijui nini. Waniona venye nawashwa lakini. Sikiza wewe. Hebu niondokee hapa. Mimi sitoki hapa bila simu yangu. Sitoki kabisa. Wewe kumbe unijui vizuri. Nimekwambia ondoka hapa. Mimi nakwambia nataka simu yangu. Hebu niondokee. Ondoka hapa. Nataka bila simu yangu. Nataka simu yangu. Wewe kumbe unijui vizuri. Sasa nakwambia nataka simu yangu. Mimi nataka simu yangu. Nataka simu yangu. Sitoki. Ondoka. Mungu akuhusu nini basi? Nafikia
Nani asiyokujua wewe mnafiki mkubwa kwanza mwiba mabwana za watu. Unafundisha mwanao uwizi huko anashika vipanga yote haribia kijiji kizima. Huyo bwanako unayemwita mzee wa mtaa, sijui mzee wa kijiji. Kama mume wako ulikuwa humtunzi hapo nyuma, ndio maana akanifuata mimi. Tusilaumiane mama. Alafu kwa mtoto wangu, wewe una mtoto kweli wewe ambaye wasema watoto wa wenzako? Hauna jipya wewe. Kwanza untishi na lolote. Kwani ulikuwa semaje ama ulikuwa takaje? Alafu wasema mwanangu mwenye vipanga. Wewe kwanza hapo ulipo na mwana kweli. Wajua uchungu wa mtoto kweli. Mimi wangu shaiona mwanangu hata mmoja hapa mtaani. Kwangu wasomea ng'ambo kwa taarifa. Kwanza nenda kajiangalie wewe. Sikiza nikwambie, kama si huyu ungenijua mimi ni nani. Wasema shwari. Wasema unsoma sana mpaka kitabu yani kiko hapo ndani ya kichwa yako. Au si? Mwanangu alafu daya. Long time sija ride vipi siwazani? Ni azima kiasi mwanangu. Mwanangu. Inzikani mwanangu sema mwenyewe pia na nyumbani sasa mwenye mazi kwa msimu wangu mimi pia mwanangu anyima. Usijali next time. Bloody. Bloody. Tulia mimi nitakupasua. Wangu tulia basi tuzungumze wangu. Tulia nani kakununulia baiskeli? Sasa hivi nitakuzengua. Ushaona? Acha bike, vua viatu, bagi pia shusha chini. Nikisema mioga sirudi. Nitakutunisha. Toa wangu basi. Eka kila kitu. Sekunde sifuri nakutunisha. Leta bike. Leta bike. Vua bagi. Vua bagi. Vua bagi. Toa hizo viatu. Toa viatu. Mama. Mama. Nenda kama tingisha. Mama. Blood yangu, blood. Mimi najua bro. Niliona kile winji mobu mwanangu yani ushatunishwa. Najua shafika kwa Israeli blood yangu. Unajua hata ushatunishwa blood. Najua sio shafika mbinguni huko shona. Wale malaika washagotagotosha kwa vitumbo vitobosha blood najua shafika. Wewe tena mambo yao mwangu. Nilikuwa najua sasa mwangu hapa.
Wangu sio wale. Blood. Sema vipi? Sema vipi tutokee? Njoo hapa. Wewe unasemaje? Nyakuwa goma lile. Yaani mwangu tutoka kule kwenye kifo. Alafu sasa mwangu na sasa hivi wataka kutuatirisha maisha yetu. Blood. Ile moto kufanya mimi sisi. Blood nikikwambia kitu, blood nikikwambia kitu tukikwambia kitu blood. Lakini siko namna hiyo na mwanangu kwenye kasi hakuna cha kujuana blood. Hakuna nini? Hakuna ama atakayesha blood. Nani mind njoo. Njoo hapa. Sasa ambao chukua kila kitu. Chukua viatu. Chukua. Tulia. Kama Bladi taratibu yanachukua kila hadi viatu chukua kila kitu Bladi yangu ushachukua Bladi. Ana hata pesa huyu mtoto wa kike kawavu kweli. Yaani wewe Dago pesa niibia wewe. Bladi nilikwambiaje? Hapo kishikana na mimi mjeshi bro. Hakuna mambo ya kunini sijui mwajuana, si mimi sitaki kujua ile sisi mind. Mimi si mjui na kuleta mambo ya kizuchu kweli. Unajua mimi si mind ushona. Kimya. Kimya. Alafu roast. Chuga baba. Chuga na kwa roasti. Kamanda, twende zetu mwangu sasa. Kuna naye alipo hichi kijiji ni nani? Mnajua vizuri sana naye haribu hichi kijiji ni nani? Tangu hichi kijiji chetu akina Dago wahamia hapa, wamekuwa ni wakorofi, wamekuwa ni waharibifu, wanapora watu, wanafanya watu vituko. Ni wenyewe mnajua chanzo. Wewe sikiza bwana, hizi hatua mnachukua sisi tushatoka nazo. Mimi juzi yenyewe pale na pizza amenishikia jipanga. Sasa sikiza, msipochukua hatua, sisi tunachukua hatua mkononi vipi ama? Ndio. Karibu kila kitu. Kabisa. Ni sawa nimewasikia na nawaelewa, lakini msichukue sheria mikononi. Hakuna bana. Hakuna hilo. Mama kijiji hilo hakuna. Kwa sababu gani? Wanione hivi niko. Wanione hivi niko. Hivi niko ni nyinyi mwayataka kwa sababu nyinyi mngekuwa hamyataki haya mambo yangeisha hapa mtaani. Mimi mwenyewe nilipokunywa simu yangu nikamwambia sijui ni nini mwaniona malama. Tumechoka. Tunataka haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Tumechoka bwana. Mimi bwana nilichoka. Hata kama ni urafiki, anauishi sasa. Maana kwa watu wengine Hebu karibu kae. Maana mimi sijakuzoea hivyo. Una tatizo gani bwana? Keti basi. Hebu niambie. Mimi unajua sijakuzoea hivi. Una nini? hivi Makidago, wajua kwa mwanao ni mwizi? Mwanangu mimi ni mwizi. Dago ni mwizi. Juzi yana rafiki yake walinikaba mimi na wakanibia simu yangu. Wajua wewe wataka kuleta tabia zingine ambazo mimi sizipendi. Kwa sababu mwanangu wasema ni mwizi. Alikuibia nini na lini? Mwanangu Dago akukabe wewe. Mimi mwanangu Dago mimi. Yaani mwanangu Dago akukabe wewe mimi hata sielewi. Kapsante. Wapi mkubwa? Kwani vipi tena asubuhi makelele? Hata mimi namshangaa. Mimi nikuja kuambia Dago ni mtoto mzuri. Nashangaa. Unasema mimi
unasema Dago ameniibia. Aka, mimi sijasema Dago ameniibia. Sio umeniibia na. Wewe bi mkubwa achana tukaa au bwana masnichi tu tu kama Mwanao ni mwizi. Wewe tena ukome. Kuongea lolote. Sio kusema, mwanao ni mwizi." Wewe maana wewe kwani unatafutia nini mwanangu? Sitaki na mwanangu. Tena nakwambia ukome. Toka uende zako. Yaani siku moja utakuja nikumbuka. Hebu nenda huko na kukumbuka na lipi? Yaani wewe mtu wangu wa karibu kabisa, yani kabisa. Jamani.